Yo, mambo vipi? Jason kama kawaida. Kuna boy moja hapa Katari ameamua kuchoma kabisa. Ameamua achome CV bana. Paka unaweza kaa kama hivi bana, unaona una receive message alafu unaulizwa, kumbe hiyo ndio maneno ambayo mnafanya huko. Sasa unashangaa rada ni gani? Mtu mmoja tu ndo anafanya pia watu wengi wawe suspects bana. Kuna story moja ya jamaa hapa Mkenya, alikuja huku Qatar as a security guard. Sasa alipofika huku kaja fresh, akapiga process yake kila kitu, kaenda medical, kaenda training, kapita na akapata kazi as a CCTV operator. Naona kazi nzuri kabisa. Sasa baada ya kukaa huku kuinteract na watu nini na nini, akaangukia Mfilipino, msichana wa Kifilipino, yani akawa ni rafiki yake. Sasa wakaendelea hivyo hivyo na urafiki nini na nini. Katika ile hali ya kujamiana ikafikia paka jamaa akampiga boli. Aona, yani ina maana jamaa alikuwa akienda live mode. Alikuwa anaenda live mode kabisa. Paka akampiga boli. Sasa hiyo issue imetrend sana. Watu wameiongelea sana. Sasa jamaa baada ya kumpiga boli yule demu akaona hapa inaweza kuwa ngori, hapa inaweza kuwa noma. The only thing ni kuhepa bana. Jamaa ilibidi amurife. Jamaa ikabidi aka-exit bana bila taarifa. Sasa yule demu alibidi pia yule demu arudi kwao Philippines. Ibidi arudi kwao huko ili aende akajifungue na angalie venye atasurvive. Sababu sasa jamaa ndio huyo haku acknowledge hiyo ball, aka-exit kwa uoga kuwa anaweza akatiwa ndani. Wajua pia nako huku ukitinga mablanda kama hayo, sasa kifuatiliwa vizuri hapo na ikiwa proved wewe ndio ulifanya hiyo mess, nasundwa mzee. Jamaa ikabidi kuepuka hiyo ngori, ikabidi amurife kabisa bana. Sasa demu yuko Philippines huko, amekuwa akipost video anaonyesha venye kale kamjunior kanaendelea. Kamjunior Kenya ni kamsichana. Na ukiangalia picha za huyo jamaa na za huyo mtoto, utajua huyo jamaa hawezi jitoa. Huyo ndio biological bana. Ajua kuna ile sura ya mtoto inaweza ikakufanya ukadoubt kama ni wako ama unashikishwa handball. Lakini ukiangalia sura za huyo mtoto unajua huyo jamaa hawezi akajitoa hapa. So hiyo issue trend sana. Jamaa ilibidi exit arudi zake Kenya. Sababu sasa huku hakujua
kunaweza enda vipi, anaweza akashikwa na akasundwa. So mtu ukija kama ni hivi, atakana kuna vitu pia lazima uzifanye na kiasi. Kila kitu ufanya na kiasi. Ukifanya kwa kujisahau, hapo ndio unaweza jipata katika situation kama hiyo sasa. Sasa jamaa ilibidi ya exit, ameacha kazi nzuri. CCV operator ajua hapo unalipwa vizuri, unakula vizuri kabisa. Hiyo hapo inamaanisha kazi ishaisha, unarudi mtaani kuanza kuhustle sasa. Kwa kitu ambayo labda ungecheza smart, ingekuwa bado yuko huku Katari anaendelea na kazi zake, naona. Lakini sasa hisia zilizidi mpaka jamaa akajisahau completely kabisa. Kajaza Mfilipino mimba na akahepa. So inatakikana watu wawe careful. Hata kama wafanya hivyo, ndio watu wengine wanaona labda hawawezi wakavumilia muda wote huo. Kama umeamua kufanya vitu kama hizo, kuwa na mtu lazima uwe careful, sababu vitu hizo hutokea, na zikitokea sasa lazima ujue venye utazi handle. Sasa jamaa ilibidi exit, arudi mtaa, na sasa kazi ndio ishapotea hivyo. So hiyo story imetrend sana, na nikaona sio kesi nije niongelelee. Watu lazima wachukue precautions, na unaona kitu ya mtu mmoja kama hiyo amefanya alafu akahepa, imekuwa generalize wa Kenya, wa baba wa Qatar wako hivi na hivi. Maana hata ilivyopostiwa hapo kwa social media, ukiangalia hizo comments utacheka. Jamaa ana comment shit kabisa hapo. So watu lazima wawe focused na wawe na goals. Target zako isiwe ati upate mtu muende paka mess up, alafu iwe story za ku exit bila plan yoyote. Sababu huyo jamaa I'm sure hiyo ball ndio ilimfanya exit, hakuwa amejipanga. So jamaa tukae focused na kila kitu itakuwa sawa. Until next time, peace.